Taarifa kamili ya mgogoro wa kijeshi kati ya Israeli na Iran 20 Juni 2025. Utangulizi. Katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, dunia imeshuhudia kile ambacho wengi walikihofia kwa muda mrefu: mgogoro wa kijeshi mkubwa kati ya Israeli na Iran umeanza rasmi. Kilichokuwa mvutano wa maneno na vitisho vya mara kwa mara sasa kimegeuka kuwa vita vya wazi vinavyohusisha mashambulizi ya angani, makombora na teknolojia ya kisasa ya kijeshi. Hali hii imechochea taharuki si tu katika ukanda wa Mashariki ya Kati, bali pia duniani kote, huku mataifa makubwa yakitoa miito ya haraka ya kusitishwa kwa mashambulizi na kurejeshwa kwa meza ya mazungumzo. Mashambulizi ya Israeli dhidi ya Iran. Tarehe 7 Juni 2025, Israeli ilianzisha kile ilichokiita mashambulizi ya kujilinda kwa kulenga maeneo ya nyuklia na kijeshi ndani ya Iran. Ndege za kivita za Israeli zilishambulia kwa mfululizo vituo vya utafiti wa nyuklia vya Natanz, Arak na Fordow, maeneo yanayotuhumiwa kutumika katika mpango wa Iran wa kurutubisha urani. Katika mashambulizi hayo, ripoti zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 600 wameuawa, miongoni mwao wakiwa ni wanajeshi wa ngazi ya juu, wataalamu wa nyuklia na wahandisi. Picha za satelaiti zilizotolewa na vyombo vya habari zinaonyesha uharibifu mkubwa katika miundombinu ya kiulinzi ya Iran. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Iran, mashambulizi hayo yameelezwa kama kitendo cha uchokozi na uvunjaji wa sheria za kimataifa, na Iran iliahidi kujibu kwa nguvu zote. Iran yajibu kwa nguvu. Majibu ya Iran hayakuchukua muda mrefu. Siku mbili baada ya mashambulizi ya Israeli, Iran ilirusha makombora zaidi ya 40 pamoja na ndege zisizo na rubani, drones, kuelekea miji mbalimbali ya Israeli. Katika mashambulizi hayo, moja ya makombora hayo yalilenga hospitali ya Soroka iliyopo katika jiji la Beersheba, kusini mwa Israeli. Shambulio hilo lilisababisha vifo vya raia wasiopungua 24, wengi wao wakiwa wanawake na watoto waliokuwa wakipokea matibabu. Wengine zaidi ya 70 walijeruhiwa, hali iliyolazimu mamlaka ya Israeli kutangaza hali ya tahadhari ya juu katika mikoa yote ya kusini. Mashambulizi hayo yamezua wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa vita hii kuenea na kuwa ya muda mrefu, na hata kuhusisha mataifa mengine ya kanda hiyo. Juhudi za kidiplomasia Geneva. Wakati hali ikiwa tete, juhudi za kidiplomasia zimeanza kwa haraka. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Ujerumani na Uingereza wamekutana mjini Geneva, Uswisi na ujumbe wa Iran kwa mazungumzo ya faragha yenye lengo la kusitisha mashambulizi na kurejesha mazungumzo ya amani. Wawakilishi wa Ulaya wameonya kuwa dirisha la mazungumzo linaweza kufungwa ndani ya wiki mbili, endapo hakutakuwa na dalili ya kurudi kwenye diplomasia. Wamezitaka pande zote mbili, Israeli na Iran, kusitisha mashambulizi mara moja na kuanza majadiliano chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa. Msimamo wa Marekani. Katika hali isiyotabirika, Rais wa Marekani Donald Trump amesema bado yuko katika mashauriano na Baraza la Usalama la Kitaifa kuhusu iwapo Marekani itaingilia moja kwa moja mgogoro huu. Ameeleza kuwa uamuzi utatolewa ndani ya kipindi cha siku 14 zijazo. Taarifa kutoka Washington zinaonyesha kuwa kuna mgawanyiko mkubwa ndani ya serikali ya Marekani, ambapo baadhi ya maafisa wanataka Marekani iendelee kuwa msuluhishi, huku wengine wakitaka kuunga mkono Israel kijeshi moja kwa moja. Ikiwa Marekani itaamua kuingia vitani, hali inaweza kuwa mbaya zaidi, kwa sababu inaweza kuchochea mataifa kama Urusi na China kuchukua msimamo wa upande wa pili, hivyo kuigeuza vita hii kuwa ya kimataifa. Hatari ya kuenea kwa vita. Nchi jirani kama Lebanon, Syria na Iraq ziko katika hali ya tahadhari kubwa. Kundi la Hezbollah, linaloungwa mkono na Iran na lenye makao yake Lebanon, limeonya kuwa litajiunga na vita endapo mashambulizi ya Israeli yataendelea. Syria nayo imeripoti uwepo wa ndege za kivita karibu na mpaka wake wa kusini, na Iraq imetoa wito kwa raia wake walioko Israel na Iran kurudi nyumbani mara moja. Kwa sasa, uwezekano wa vita hii kuenea hadi kuwa mgogoro wa kikanda uko juu sana. Wataalamu wa usalama wa kimataifa wameonya kuwa huenda tukashuhudia kambi mpya za kijeshi kuundwa katika maeneo ya mpaka na vuguvugu la wakimbizi kuongezeka. Athari za kiuchumi na kibinadamu. Athari za vita hii zimeanza kuonekana katika uchumi wa dunia. Bei ya mafuta duniani imepanda kwa zaidi ya 10% ndani ya wiki moja, kutokana na hofu kwamba vita hii inaweza kuvuruga usafirishaji wa mafuta kutoka Ghuba ya Uajemi.
Masoko ya hisa duniani pia yameyumba, huku wawekezaji wakikimbilia sarafu salama kama dhahabu na dola ya Marekani. Mataifa yanayoagiza mafuta kwa wingi hasa barani Afrika tayari yameanza kuhisi ongezeko la bei za bidhaa muhimu. Kwa upande wa kibinadamu, mashirika ya misaada kama shirika la Msalaba Mwekundu na Medecins Sans Frontieres yameripoti uhaba wa madawa, damu na vifaa vya matibabu katika maeneo yaliyoathirika. Maelfu ya raia wanatafuta hifadhi ndani na nje ya mipaka yao. Hitimisho. Kwa sasa hali bado ni tete. Pande zote mbili zinaonekana kutokuwa tayari kusitisha mashambulizi. Wakati mataifa ya Ulaya yakisukuma kwa mazungumzo, Marekani bado haijatoa mwelekeo wake rasmi. Wakati huo huo, watu wa kawaida, wanawake, watoto na wazee ndio wanaoendelea kubeba mzigo mzito wa vita. Huu ni wakati wa dunia kuamka. Vita hii si ya Waisraeli au Wairani pekee, ni tishio kwa amani ya dunia nzima. Wito kwa watazamaji. Ikiwa unasoma taarifa hii, toa maoni yako kuhusu hali hii. Shiriki ujumbe huu kwa wengine, tueneze uelewa. Jisajili abonnez-vous ili upate taarifa mpya kila siku kwa Kiswahili. Maoni yako ni muhimu. Sauti yako ni sauti ya amani.